nikuombe sana uchukue diary yako, hasa ile diary yako ya kuandika ndoto, alafu andike kule nyuma kabisa. Mafundisho haya ni muhimu kwa sababu yatakusaidia. Mafundisho haya ni muhimu kwa sababu yatakusaidia katika safari yako ya imani, na kama sio wewe, yatamsaidia ndugu yako, rafiki yako, mpendwa wako, mtu yoyote ambaye ataletwa na Mungu ili ya kwamba uwe msaada kwake. Sema amina. Kama unaandika, andika ndoto 231 za kuzishughulikia kwa ajili ya kesho yako na vizazi vyako. Ndoto 231 za kuzishughulikia kwa ajili ya ndoto, kwa ajili ya kesho yako na vizazi vyako. Nataka ujue jambo la kwanza, ndoto ndio uhalisia wa ulimwengu wa roho wa mtu. Ndoto ndio uhalisia wa ulimwengu wa roho wa mtu. Kwa tafsiri nyingine, ndoto unazoziota ama ndoto utakazoziota ndizo zitakazoonyesha ulimwengu wa roho upo kwenye mwelekeo gani ama mlengo gani. Namba 2, kama uoti, maana yake ulimwengu wako wa roho umefungwa. Kuna wale watu wanaosema mimi wasioti ndoto yoyote, na hata nikiota nikiamka asubuhi sikumbuki chochote. Ni tafsiri ya wazi ya kwamba ulimwengu wako wa roho umefungwa. Kwa ni lazima uweze kuomba na uweze kujua namna ya kujisimamia ili ya kwamba uweze kuombea na kuutakasa ulimwengu wako wa roho. Ili jambo la pili ni la muhimu sana. Kama auombi, ni tafsiri ya wazi ya kwamba ulimwengu wako wa roho umefungwa. Kumbuka jambo la kwanza nimekuambia, ndoto ndio uhalisia wa ulimwengu wako wa roho. Ndoto zako zikiwa zimevurugwa, manake ulimwengu wako wa roho umevuruga. Ndoto zako zikiwa zimekatika, manake ulimwengu wako wa roho umefungwa. Jambo la pili nimesema, kama uoti, maana yake ulimwengu wako wa rohoni umefungwa. Kuna wale watu wanaosema sioti, na hata nikiota sikumbuki nilichoota. Ni tafsiri ya wazi ya kwamba ulimwengu wako wa roho umefungwa. Jambo la tatu, kila unapoota ndoto lazima upite zile hatua 5 za muhimu. Yamkini mara yako ya kwanza kabisa kusikiliza kwa habari ya somo la ndoto. Kila anayeota ndoto lazima, na maanisha hizi ndoto za kulala usingizini alafu ukaota, lazima upite hatua kuu 5. Hatua ya kwanza, lazima ukumbuke umeota nini. Unapoamka asubuhi lazima ukumbuke umeota nini. Sasa ukipata muda wa kutafakari, ile ndoto inaweza ikajirudia, na si kila ndoto inaweza kujirudia kwa wakati huo yote. Kuna wakati mwingine unaweza kashangaa kinakuja kipande. Ni sawa, si sawa? Kipande, baada ya muda kinakuja tena kipande, mpaka jioni ndo ndoto kamili inakuwa kamili. Maana yake ni nini? Mungu anakupa kwa vipande vipande ili uitafakari kwa vipande vipande. Ukielewa maana ya hivi vipande vipande, ukaja kujumlisha, utapata maana kuu moja. Sema amina kama unanielewa. Kwa mfano, Petro alilala akaona maono. Shuka linashuka kutoka mbinguni, na juu ya lile shuka kuna wanyama wa kila aina. Halafu akasikia sauti inamwambia, amka, chinja ule. Katika ndoto yake ama katika maono yake akasema, hasha bwana wangu, mimi siwezi kula vitu vilivyowekwa najisi. Halafu akashtuka kwenye yale maono, hajajua maana yake ni nini, lakini shuka limetoka mbinguni na lina wanyama najisi wote. Biblia inasema aliyatafakari yale maono mpaka wakati wa jioni, akiwa anazidi kufikiria nini maana ya maono haya, nini maana ya ndoto hii. Wakati akiendelea kutafakari, maandiko yanasema ndipo wale watu waliotoka kwa Kornelio wakagonga mlango wake wakaingia. Kuna aina nyingine ya ndoto ambazo
utaendelea kuzikumbuka gradually, pole pole. Na ndio maana kuna wengine nitapokuwa nafundisha hizi ndoto ndio watakumbuka niliwahi kuota ndoto ya namna hii. Wengine ni kama fahamu zao zitakuwa zinafunguliwa. Kwa hiyo lazima upite hatua 5 kama umeota ndoto. Cha kwanza lazima ukumbuke. Jambo la pili, lazima ujue chanzo cha ndoto hiyo ni nini. Je, chanzo cha ndoto hiyo ni shetani? Na je, nitajuaje chanzo cha ndoto ni shetani? Ndoto za giza zinakuja na hofu na utiisho, zina alama zake katika ulimwengu wa roho. Je, chanzo hicho ni Mungu? Ndoto za Mungu hata kama zinatisha, hata kama zina habari fulani, lakini mwisho wake lipo tumaini. Na je, ni wewe mwenyewe? Vyanzo vya ndoto vinaweza kuwa vitatu: shetani kwa ajili ya kukutia hofu, kwa ajili ya kuleta kwenye vifungo, ama Mungu kwa ajili ya kukupa taarifa, kwa ajili ya kukuepusha, kwa ajili ya kukufungua na kadhalika. Lakini wewe mwenyewe umelala, umeota, umemwaza mtu siku nzima, usiku unamwota. Uko nchi za ugenini, Marekani huko, na wewe ni mpare, umemisi makande, umeyatafakari makande siku nzima, usiku unaota unakula makande. Wala usikemee mtumishi, ni tafsiri ndoto hiyo imekuja kwa sababu ya mawazo ya makande ulionayo. Sema amina. Na jambo la tatu, ama hatua ya tatu ya muhimu, hii narudia kwa ajili ya wale ambao ni mara ya kwanza kunisikiliza na ambao watasikiliza kwa wakati mwingine. Jambo la tatu, nini maana ya ndoto uliyoyota? What's the meaning of the dream? Sasa maana ya ndoto si kila mtu anaweza akaijua. Wako watu ambao Mungu amewapa neema ama huduma ya kufasiri ndoto. Daniel alikuwa na spirit, alikuwa na huduma ya kufasiri ndoto. Alikuwa na huduma ya kufasiri ndoto. So si kila mtu ambaye unaweza kumhadisia ndoto yako anaweza kufasiri sawasawa na ndoto yako ilivyo. Daniel alikuwa na huduma ya kufasiri ndoto. Yusufu alikuwa na huduma ya kufasiri ndoto. Kwa hiyo tuna watu kwenye Biblia ambao kufasiri ndoto kwao ni huduma, it's a ministry. Sema amina kama unanielewa. Kwa hiyo kuna wakati mwingine unaweza ukamwomba Roho Mtakatifu akusaidia kujua maana, na ukiona hujaweza kuifahamu maana, unatafuta watu wenye neema. Wakati mwingine unamwona mchungaji wako ama yule ambaye Mungu amempa neema kwa ajili ya kusaidia. Sema amina. Na jambo la 4, unapaswa kufanya nini? Baada ya kuota hiyo ndoto unapaswa kufanya nini? Umeshaota ndoto ya shetani ya kutia hofu kwamba utakufa kesho. Ndoto ya shetani kwamba maisha yako yanaenda kuharibika. Sasa napaswa kufanya nini? Ukifika hii stage ya 4 haimaanishi umemaliza. Tunaenda stage ya 5 na ndio stage ya mwisho. Umefanya nini? Umefanya nini? Yeyote anayeota ndoto lazima apite stage hizi 5 na ndipo atakapoweza kushinda. Ukiota ndoto alafu ukaikumbuka, ukajua chanzo chake ni shetani, ukajua maana yake ndoa yake kuharibika, usipoomba, ukajua unapaswa kuomba, usipoomba maana yake unakuwa muhanga. Kwa hiyo haya mambo 5 yote yanatakiwa yaende sambamba, yafuatane. Sema amina. Jambo la 4 nataka ujue, ushindi katika ndoto ni ushindi katika mwili wa damu na nyama. Ushindi katika ndoto ni ushindi wa mwili wa damu na nyama. Wewe unayepata neema ya kushinda kwenye ulimwengu wako wa roho, zile roho ambazo zimekuwa zinakutorment, zimekuwa zinakuonea, zimekuwa zinakushika kwa muda mrefu, ushindi katika ndoto ni ushindi katika ulimwengu wa mwili wa damu na nyama. Kwa sababu maisha yanaanzia wapi kanisa? Maisha yanaanzia rohoni. Na usije ukasahau ya kwamba ndoto ni lango la kiroho.
Dreams are spiritual gates. Dreams are spiritual gates. Ndoto ni malango ya kiroho. Ukikamatwa kwenye ndoto, maana yake na maisha yako ya mwili wa damu na nyama yamekamatwa. Kama unanisikia sema amina. Jambo la 5, fedhea katika ndoto ni fedhea katika maisha ya kawaida. If spirits are embarrassing you in your dreams, that means you must expect that embarrassment in this physical life. Kama roho za giza zinakushambulia na zinakudhalilisha kwenye ulimwengu wa roho, tarajia kudhalilishwa kwenye mwili wa damu na nyama. Wako watu wengi ambao wanateswa kwa mfano na majini mahaba kwenye ndoto, wanajikuta hadi kwenye mwili wa damu na nyama wanapata madhara. Kibali kinaondoka, nafasi zao zinaibiwa, uchumi wao unaharibika. Any spiritual embarrassment is a physical embarrassment. Kila kudhalilishwa kwenye ulimwengu wa roho ni kudhalilishwa mwilini. Nataka tu rise mashujaa wa imani. Kumbuka, baada ya kumasa hiki ninachosema, maisha yako lazima yabadilike katika jina la Yesu. Huduma yako lazima ibadilike katika jina la Yesu. Fedhea yoyote ya kiroho ni fedhea ya kimwili. Kuna watu, kuna ndoto wanajua wakiziota kesho kazi inaharibika. Kuna watu wanajua kuna ndoto nikiziota hata kiwango changu cha maombi kinarudi chini. Kuna watu wanajua kuna ndoto nikiziota hata kibali kwa mume wangu, kibali kwa mke wangu, kibali kwa mchungaji wangu, kibali ndani ya kanisa na kwa washirika wenzangu kinaondoka. Kwa nini? Any spiritual embarrassment is equal to physical embarrassment. Na ndoto zinaweza kuonyesha namna unadhalilishwa kwenye ulimwengu wa roho. Lakini baada ya kunisikiliza kwa siku hizi ambazo Mungu atanipa kusimama na wewe, kila roho za kudhalilisha kwenye ulimwengu wa roho hazitakudhalilisha tena katika jina la Yesu. Utapewa neema ipitayo kawaida. Sema amen. Mtu mmoja alinisikia nikisema ya kwamba hayo mapepo mang'ombe yanayokuja kwenu, yakija sasa utayakatakata, utayachemsha supu. Akafikiri na tania, na tukaomba kwa imani, na alikuwa anateswa na ndoto za mang'ombe ambayo tutayaongelea baadaye. Yale maroho kweli usiku yakaja, akaona ana upanga mkali, amekatakata akachemsha kwenye sufuria, alafu akamwambia siwanywi, ninyi ni mizimu. Sema amina. Na tangu hapo anashinda na huduma yake inafunguka. Na maanisha nini? Any spiritual embarrassment is a physical embarrassment. Ukizalilishwa kiroho, umezalilishwa kimwili. Na moja ya njia ambayo itakuonyesha kwamba umedhalilishwa kwenye ulimwengu wa roho, ndoto unazoziota. Kuna watu wanaota wamemwagiwa maji machafu. Kuna watu wanaota wanateseka. Sasa Mungu atakushangaza katika jina la Yesu. Haleluya. Naomba tuangalie kile kitabu cha Ayubu sura ile ya 7 mstari wa 14. Ayubu sura ya 7 mstari wa 14. Leo watu wengi adui amewazuia wasiamke. Kesho nitaangalia mahudhurio yenu, kama yatakuwa machache basi tutalirusha somo hili mbele mpaka wakati ambao walio likizo watatoka likizo. Ayubu ile sura ya 7 ule mstari wa 14, Biblia inasema nini? Ndipo unitishapo kwa ndoto na kunitia hofu kwa maono. Ndipo unitishapo kwa ndoto na kunitia hofu kwa maono. So ndoto zinaweza kutumika kwa ajili ya kuwatisha watu, kwa ajili ya kuwatia hofu wanadamu. Kitabu kile cha Zaburi sura ile ya 33 ule mstari wa 14. Ayubu. Oh my God. Kitabu cha Ayubu
to receive this kind of love that you give. Amen. Kitabu cha Ayubu sura ile ya 33 ule mstari wa 14, Biblia inasema nini? Kwa kuwa Mungu hunena mara moja, naam hata mara mbili, ajapokuwa mtu hajali. Katika ndoto, katika maono ya usiku, usingizi mzito uajiliapo watu, katika usingizi kitandani. Ngoja nirudie hii. Kwa kuwa Mungu hunena mara moja, hata mara ya pili, hajapokuwa mtu hajali. Kuna ndoto ambazo unaweza kuota zinajirudia na kujirudia na kujirudia. Mungu hana tabia ya kusema mara moja. Anaweza akasema mara mbili. Anasema kwa kuwa Mungu hunena mara moja, naam hata mara ya pili, ajapokuwa mtu hajali. Yani tafsiri nyingine, ingawa mtu anajionyesha hajaelewa ama hayuko tayari kusikiliza. Lakini anasema katika ndoto. So Mungu hutumia ndoto kusema na watu. Katika maono ya usiku, usingizi mzito uajiliapo watu. Kuna jambo ambalo limekuwa linatesa sana watu wengi. Wako watu ambao wamezarau ndoto na wanahubiria watu kabisa katika nyakati hizi, acha kuamini ndoto. Ndoto ni mashetani, ndoto ni nini? Hiyo ni kiwango cha chini sana cha ufahamu wa kiroho. Lazima ujue Mungu husema na watu kwa njia ya ndoto, lakini lazima watu wafundishwe namna ya kuelewa ulimwengu wa ndoto. Sijui kama umenielewa nilichosema. Mungu husema na watu kwa njia ya ndoto, na ni lazima hawa watu wafundishwe namna ya kuelewa ulimwengu wa ndoto. Usije tu ukaota ndoto ukakonkludi kile unachojua wewe. Ziko kanuni za kiroho za kufasiri ndoto na maono. Lakini kama nilivyokuambia, zile njia 5, umeota nini, chanzo chake ni nini, nini maana yake, unapaswa kufanya nini na umefanya nini. Ukizizingatia zile, utakuwa mtu mzuri. Sema amina katika jina la Yesu. Sasa ndoto ninazoenda kuzisema hapa, hizi ndoto 231 zote ni ndoto ambazo nimeshughulika na watu ambao wamefungwa kupitia ndoto hizi. Na ziko ndoto zingine ambazo nitazisema, yamkini wengine utakuwa unazisikia, alafu ghafla utakuwa unakumbushwa juu ya ndoto ulizoziota miaka 5 nyuma, miaka 6 nyuma, miaka mingapi nyuma. Tuanze. Uko tayari tuanze? Uko tayari tuanze? Kama uko tayari sema niko tayari. Ni muhimu sana usijue hizi ndoto, kwa sababu kuna siku atakuhadisia ndoto na itakulazimu umsaidie kufasiri, na itakulazimu umsaidie kumleta kwa ajili ya zile deliverance zinazohitajika. Kama uko tayari sema tuko tayari. Tunaanza ndoto ya kwanza leo. Nitajitahidi atilisi ama zifike 40 ama zifike ngapi atilisi kwa sababu ya muda. Okay. Ndoto ya kwanza ni ndoto upo uchi. Je, umewahi kuota uko uchi mbele za watu? Unahangaika namna ya kujifunika uchi wako? Kuna watu ambao huwa wanaota ndoto wako uchi, kama ni binti, kama ni mama, kama ni kijana, lakini anahisi anaota yuko uchi, anatafuta mahali pa kujisitiri mpaka panakucha. Anasema hii ni nini? Nini maana ya ndoto hii niko uchi? Na hii ndoto mara huwa inajirudia na kujirudia kwenye maisha yako kila wakati. Hii ndoto huwa inapotea lakini baadaye inarudi.
Yaani kwenye maisha yako yamkini umeshaiota hii ndoto kama mara 6, mara 5, mara 7. Maana ya kuota uko uchi kila wakati ni nini? Unaota unatembea uchi, halafu unahangaika kutafuta kitu cha kujifunika. Kama ni binti unatafuta kitu cha kufunika maziwa yako, ama kufunika. Kama ni kijana utafuta kitu cha kufunika mpaka huku chini. Unajaribu kufikiria, je, umewahi kujua maana yake ni nini? Leo naomba nikuambie katika jina la Yesu. Kile kitabu cha Mwanzo, kabla ya kwenda kitabu cha Mwanzo, ngoja nikutajie maana, alafu tutasoma maandiko. Maana ya kwanza ya uko uchi ni hii: upo mfumo wa dhambi kwenye maisha yako ambao haujaamua kuuacha, wa siri. Hii ndiyo maana ya kwanza. Upo mfumo wa dhambi ama mfumo wa kukoseshwa wa siri ambao haujaamua kuuacha. Kitabu cha Mwanzo sura ile ya 3 ule mstari wa 7. Mwanzo sura ya 3 ule mstari wa 7. Biblia inasema nini? Ukiona tu mtu anakuambia hii ndoto ameota, jambo la kwanza ni hilo. Sasa nitataja maana kama 3, alafu utajua iko katikati ya hizi maana nilizosema, lazima mojawapo utakuwa upo katikati yake. Kitabu cha Mwanzo sura ya 3 ule mstari wa 7, maandiko yanasema, wakafunguliwa macho wote wawili, wakajijua ya kuwa wa uchi, wakashona majani ya miti, wakajifanyia nguo. Soma ule mstari wa 10. Akasema, nalisikia sauti yako bustanini, kaogopa, kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Mwanadamu wa kwanza alipomkosea Mungu na kumtenda Mungu dhambi, jambo la kwanza ambalo alijiona ni uchi, alijikuta yu uchi. Wewe ambaye umekuwa unaota ndoto mara nyingi uko uchi, asesi maisha yako. Kuna kamfumo fulani kakukosesha ambacho kanakutafuna kwa siri, na hiki kinatafsiri kana kwamba uchi wako ama aibu yako ipo mbele za Mungu. Mungu anakutazama. Kitabu kile cha Ezekieli sura ile ya 16 ule mstari wa 36 na 37. Biblia inasema, Bwana Mungu asema hivi, kwa sababu ya uchafu wako umemwagwa na uchi wako umefunuliwa kwa njia ya uzinzi wako pamoja na wapenzi wako, na kwa sababu ya vinyago vyako vya machukizo yako, kwa sababu ya damu ya watoto wako uliowapa. Basi tazama, nitawakusanya wapenzi wako wote ambao umejifurahisha pamoja nao, nao wote uliowapenda pamoja na watu wote waliokuchukia. Naam, nitawakusanya juu yako pande zote na kuwafunulia uchi wako, wapate kuona uchi wako wote. Hii ni moja ya tafsiri. Wakati fulani nilikuwa naomba na mchungaji mmoja kutoka mji fulani, na kila wakati usiku akilala lazima aote yuko uchi, na tukaanza kumuuliza Mungu kwa nini. Ndipo Mungu akanisemesha namna ambavyo katika familia yake maisha waliokuwa wanaishi ama maisha wanaoishi ni sawa na maisha ya uchi. Wengine wanaweza wakaota hizi ndoto kwa sababu ya ugomvi walionao baina ya mke na mume. Hamuishi maisha ya amani, maisha ya kukubaliana. Mmekuwa na maisha mabaya ya kutokuwa na amani. Jambo lolote ambalo ni makosa mbele za Mungu yanaweza kukufikisha ukawa unaota ndoto za namna hii. Uko uchi. Binti mmoja akaniambia, nimeota niko uchi mtumishi,
nimejifunika tu kuanzia, yani natafuta vitu vya kujifunika kuanzia kwenye maziwa mpaka huku chini. Nilipoenda kuomba, Bwana akaniambia kuna kitu cha siri nyuma yake. Ameokoka, anampenda Mungu. Nikamuuliza, Mungu ananiambia kuna kitu cha siri, wala hakunificha. Akaniambia ni kweli. Nilipomwambia hii pointi ya kwanza ya kwamba kuna mfumo wa siri wa dhambi uliong'ang'ania, akaniambia ni kweli. Maisha nayoishi, nalelewa na mume wa mtu, na kila nachokifanya ni habari ya mume wa mtu. Hii ni tafsiri ya wazi ya kwamba uchi wako, hii ndio aibu itokanayo na dhambi. Kuna watu ambao wanaota wako uchi kwa sababu ya mfumo fulani walioung'ang'ania. Wakati mwingine ni kama wa gharama. Sababu ya pili, kwa nini unaweza ukaota uko uchi? Kwa nini unaweza ukaota uko uchi? Roho Mtakatifu ananiambia rudia. Nasema unaota uko uchi wakati mwingine kwa sababu kuna kamfumo ambacho adui amekuingiza na imekuwa ni ngumu kwako kuuacha. Ama kama ni kanisa linaweza likaonekana liko uchi kwa sababu kuna aina ya uovu ambao adui ameuingiza, ambao hawajakubali kuuacha. Kama ni watu unaowafahamu, maana yake sikiliza hizi hoja, utaelewa ninachosema ni nini. Kitabu kile cha Isaya sura ile ya 20. Kitabu cha Isaya sura ile ya 20. Mstari ni wa 30. Mstari wa 3 na wa 4. Naye akafanya hivyo, akaenda uchi, miguu yake haina viatu. Bwana akasema, kama vile mtumishi wangu Isaya anavyokwenda uchi, hana viatu, awe ishara na ajabu kwa muda wa miaka 3 juu ya Misri na juu ya Kushi, vivyo hivyo mfalme wa Ashuru atawachukua uchi wafungwa wa Misri na watu wa Kushi waliohamishwa, watoto kwa wazee, hawana viatu, matako yao wazi, Misri ihaibishwe. You can imagine now. Kuna aina ya ndoto. Kwa mfano, hii ndoto watu wanaota wako uchi, maana yake Mungu anakuonyesha kuna mfumo ambao umeung'ang'ania, ambao unakuzuia na kukukwamisha kwenda kwenye vile viwango ambavyo Mungu anataka uende. Kitabu kile cha Isaya sura ile ya 47 mstari wa 3. Asante. Isaya sura ile ya 47 ule mstari wa 3. Uchi wako utafunuliwa, naam, aibu yako itaonekana. Nitalipa kisasi, simkubali mtu yeyote. Uchi wako utafunuliwa, naam, aibu yako itaonekana. Nitalipa kisasi, simkubali mtu yeyote. Tafsiri ya kwanza kwa unayeota unatembea uchi, tafuta maisha yako, angalia maisha yako. Kuna kamfumo, kuna katabia ambacho shetani amekupa, ambacho hicho kinakudhalilisha mbele za Mungu. Tafsiri ya pili, wewe ambao unatembea uko uchi, ule mstari tumesema, anasema hadi matako yao yataonekana. Aibu kabisa hii, mfumo wa kipepo.
Haleluya. Jambo la pili, kwa nini unaota uko uchi? Kutupiwa roho ya aibu na fedhea. Kuna watu wengine ambao wanaona wako uchi kwa sababu iko aibu mbele yao, imeachiliwa, wametupiwa, imewaachilia hiyo aibu. Ni roho kamili. Angalia kile kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 19. Hao watumishi kitu ambacho Mungu amewafanya, lile pepo liliwafanya. Matendo ya Mitume sura ile ya 19. Usicheke maandiko, usicheke maandiko. Hao watu wanacheka maandiko. Usicheke maandiko. Matendo ya Mitume ile sura ya wewe unayeota uko uchi, vunja huo mfumo. Ina gharama yake, lakini itakusaidia baadaye. Wana wa Israeli walipoendelea kutenda dhambi, walikuwa wanafikiri wanatembea, kumbe wanazunguka hapo hapo. Don't allow a comfort zone to kill your future and your destiny. Na yule mtu aliyepagawa na pepo mchafu akawarukia wawili, akawaweza, akawashinda, akawatoa. Akawaweza, akawashinda, hata wakatoka mbio katika nyumba ile, hali wa uchi na kujeruhiwa. Wa uchi na kujeruhiwa. Sababu maana nyingine ya kwamba umepigwa, kwa nini unaota ndoto huko uchi, ni roho ya fedhea na aibu. Na kuna wengine ambao mmezirisi. Unaota uko uchi, lakini umerisi uovu wa kwenu. Yaani Mungu anakuonyesha uko uchi, lakini ile picha ni picha inayoanzia tangu kwenye familia yako, juu ya baba yako na mama yako. Lakini sio hivyo tu, kuna wengine ambao mnaota mko uchi kwa sababu umetupiwa roho ya aibu. Wewe mwenyewe umepigwa na roho ya aibu, na wale wengine waliokuzunguka wamepigwa na roho ya aibu. Sasa unatakiwa unisikilize vizuri, itakusaidia. Samueli wa kwanza sura 20 mstari wa 30. Nimeota hapa nimevaa nusu uchi, yani kinguo ambacho sijawahi kuvaa na sipendi. Nimeota nimevaa kimini chenye mpasuo na kitopu, na hangaika vile nimevaa, watu wananisifia, umependeza. Lakini manake wewe unatafutwa na roho ya Yezebeli. Kuna roho umetupiwa pia ya kukuharibia njia zako. Unatakiwa unisikilize vizuri. Haleluya. Samueli wa kwanza sura ya 20 ule mstari wa 30. Nisaidie kuweka hapo, kinekea andiko usilitoe. Samueli wa kwanza sura ile ya 20 ule mstari wa 30. Wale waliolala wamekuja au hawajaja jamani? Basi hasira yake Sauli ikawaka juu ya Yonathani, akamwambia, wewe mwana wa mke mkaidi asi, je, mimi sijui ya kuwa umemchagua huyo mwana wa Yese kwa aibu yako mwenyewe na kwa aibu ya uchi wa mama yako? Kumbe kuna aibu ambazo unaweza ukazirisi. Kuna aibu ambazo unaweza ukazirisi, ama roho ya aibu umetupiwa, ama roho ya fedhea umetupiwa.
Na ndio maana unasikia mwingine anasema nimeota nimevaa kitopu. Maana yake umetupiwa roho ya ukahaba. Usipoomba, ile roho itakufuata, ile hali itakufuata, na ghafla utaanza kuishi maisha ya aibu, ya kujifedhehesha, kuifedhehesha jamii ya kwenu, kufedhehesha watu wa kwenu. So wako watu ambao wanaota wako uchi. Nimesema namba moja kwa sababu upo mfumo wa dhambi kwenye maisha yao ambao hawajaamua kuuachia. Namba mbili, kwa sababu wametupiwa roho ya aibu. Yaani unalogwa kwa roho ya aibu, unatupiwa roho fulani ya kukufedhehesha, ya kukuaibisha mbele za watu. Namba tatu, kwa nini umeota uko uchi? Umeota uko uchi, ama unamuota mtu uko uchi kwa sababu ya roho ya umaskini. Ayubu sura ile ya kwanza mstari wa 21. Ayubu sura ile ya kwanza mstari wa 21. Angalia Ayubu anasema nini. Anasema hivi, akasema, mimi nalitoka tumboni mwa mama yangu nili uchi, nami nitarudi tena huko uchi vile vile. Uchi manake ni utupu, kutokuwa na kitu. So kuna watu ambao wanaota wako uchi kwa tafsiri ya kuonyeshwa ya kwamba wao katika maisha yao hawatakaa wawe na kitu, wataishi kimaskini. Na watu wa namna hii hata wakikusanya mali, zile mali hazikae. Hata wakiweka akiba, zile akiba hazikae. Alama nyingine ya kukuonyesha ya kwamba ama maana ya kwa nini unaota uko uchi ni umaskini uliokubuhu. Ulizaliwa bila kitu na utarudi bila kitu. So wako watu ambao wanaota wako uchi, ikitafsiriwa ya kwamba ni umaskini uliokubuhu. Duniani hapa ukiota namna hiyo, maana yake, ninaposema na mimi maana yake unajipima. Kama kwenye ya kwanza mfumo wa dhambi fulani ukitafuta unaona hamna. Ya pili maana yake umetupiwa nini? Roho ya aibu na fedheha. Ya tatu maana yake nini? Umetupiwa ama unatembea kwenye roho ya umaskini. Ayubu anasema na alizaliwa ni uchi. Uchi. Ndoto ya namna hii sio ya kuidharau kwenye maisha yako. Na tangu ulipoota namna hiyo, kuna kitu ulipoteza. Kuna msimu mwingine ulifunguliwa kwenye maisha yako ambao kwa kweli umekuleta kwenye mashaka na majuto. Sema amina kama unanielewa. Roho ya umaskini. Ayubu anasema na alizaliwa uchi na nitarudi uchi. Wako watu wananifuatilia hapo, wanapambana na maisha, wanapambana na nini, lakini kila siku wanaota wako uchi. Ufukara upitao kawaida ni zaidi ya umaskini. Ukishaota ndoto ya namna hiyo, lazima ujue inamaanisha pia umaskini. Namba 4, unapoota ndoto uko uchi inamaanisha nini? Roho ya uchawi na ushirikina. Yaani kuna watu ambao ukiwaotea wako uchi, maana yake Mungu anakuonyesha roho ya uchawi na ushirikina walionao. Kuna mtu mwingine, we mwenyewe unaota uko uchi, unateswa na roho ya uchawi. Ukifuatilia kwenye familia yenu, jana mmeona tulikuwa tunashughulikia uchawi. Mtu anacheza kiganga kabisa mbele ya madhabahu. Yaweza akawa umeokoka, lakini umetoka kwenye asili ya uganga, asili ya uchawi wa kutisha. Sasa ni lazima ujue namna ya kushughulikia uchawi huo kwenye familia yenu. Ndoto ya kwanza ambayo tumeiongelea inaitwa ni ndoto ya kuota upo uchi. Unatembea uchi, unatafuta kitu cha kujifunika, maisha yako yamechanganyikiwa. Kwenye ndoto unajiona always you are naked. Maana ya kwanza ya ndoto hiyo, lazima ukague upo mfumo wa dhambi kwenye maisha yako
ambao haujaamua kuuacha. Adamu na Eva walipotenda dhambi, cha kwanza walijiona wako uchi. Wengine ni hizo faraka kwenye ndoa, ni wizi, ni uongo, ni viburi na mashindano. Mungu anataka haribu huo mfumo. Sasa anakuonyesha how naked you are. Ni matokeo ya anguko. Kuna kitu kinaitwa vazi la wokovu, the garment of salvation. Kila aliyeokoka anavikwa hilo vazi. Ukikosea tu lile vazi unaweza kuota limechafuka. Nitafundisha kwenye ndoto zinazofuata. Naota nguo zangu ni chafu, nimevaa nguo chafu, nguo zangu safi nyeupe zina madoa. Maana yake ni nini? Umenajisika, umelinajisi vazi la wokovu. Sema amina kama unanielewa. Maana ya pili nimesema ni kutupiwa roho ya aibu ama fedhea, kama waliofanywa wana wa Skewa. Maana ya tatu ni roho ya umaskini. Wewe pamoja na mume wako mmeota mko uchi. Maana yake ni nini? Umetupiwa roho ya fedhea, umetupiwa roho ya aibu. Hiyo ndoa msipoomba itaharibika. Hiyo biashara usipoiombea utaharibika. Na maana ya tatu ni nini? Roho ya umaskini. Ulikuja duniani uchi na utarudi duniani uchi. Maana ya nne ni nini? Unapomwotea mtu ni yuko uchi, ama wakati mwingine unaweza kujiotea wewe mwenyewe uko uchi, lakini tafsiri ya wazi ya kwamba unateswa na roho ya kichawi. Unateswa na roho ya kichawi. Kiongozi wangu mmoja alikuwa anaota kila wakati yuko uchi, na nilipoenda kumuuliza Mungu akaniambia ametoka kwenye asili ya uganga na uchawi, na ule uchawi upo ndani yake, anahitaji deliverance. Sasa usipokuwa makini utajikuta unakata tamaa na unaishia njiani. Sasa namna ya kuomba, au tuishie tu kujua namna ya kuomba. Kila unapoota uko uchi, uombe namna gani? Sasa namna ya kuomba inategemeana na kipengele gani umeangukia. Kama umeangukia kwenye kipengele cha mfumo wa kukosesha, manake unaanza namba 1 kwa toba ya kweli na kuuvunja ule mfumo ili uweze kupiga hatua. Sema amina kama umeelewa. Kama ni kwa habari ya kutupiwa roho ya aibu, vile vile pia utaanza kwa toba ya kweli, na ndipo utakaposimama kukataa roho ya aibu na fedhea. Sasa nitashindaje? Nitaombaje kinyume na hii roho? Mimi naota niko uchi, mtumishi, napita miezi 6, baada ya hapo huyo na puyanga barabarani uchi, mama mtu mzima, na puyanga barabarani uchi, mbaba mtu mzima. Mbaya zaidi mimi na mme wangu, mbaya zaidi mimi na mke wangu. Hatua ya kwanza ni toba ya kweli na kuvunja ule mfumo. Kama ni kukosekana amani kwenye ndoa, rudisha amani. Wewe uwe chanzo cha amani, usiunge mkono faraka. Kama ni maisha fulani ya dhambi ulikuwa unaishi, mume wa mtu, mke wa mtu, sijui nani, michepuko, whatsoever, you break that. Halafu utaanza kuona sasa umevaa vizuri, ndipo utaifikia ile kesho ambayo Mungu ametaka. Sema amina. Aina namna ya pili ya kuomba ni kutengwa na roho ya fedhea na aibu. Hapa ni mahali ambapo unaanza kujitenga we mwenyewe, na wakati mwingine unawaendea watu waliotiwa mafuta. Na ni rahisi sana haya maombi ukiwa unaomba mwenyewe, unaomba ukimhusisha Kristo, sawa sawa na kile kitabu cha Isaya 53 ule mstari wa 4. Isaya 53 ule mstari wa 4. Sijui kama nitamaliza
hizi pointi 100 na ngapi? Sasa sitofika hadi saa 4 sasa hapa. Kila moja ina msisitizo wake sasa. Watu wanaota wako uchi hawana habari. Na matako yao maandiko yanasema yanaonekana wazi. Isaya 53:4. Biblia inasema, hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejivika aibu zetu, lakini tulidhania ya kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi sote tumepona. Wakati unaikataa roho ya aibu, umeshajipima, unasema mimi sihusiki kwenye mfumo wote wa uovu, kwa hiyo pointi sipo. Lakini yamkini nimetupiwa hii roho. Sasa unaikataa kwa kuomba kabisa ya kwamba Yesu aliichukua aibu yangu, fedhea yangu, masikitiko yangu, hivyo siwezi kutembea kwenye aibu, kwa sababu alishaaibishwa kwa niaba yangu, alishafedheheshwa kwa niaba yangu. Kwa unakataa ile roho ya aibu, unakataa ile roho ya fedhea, unakataa ile aibu ambayo maadui wamekunenea kwenye ulimwengu wa roho, unaifuta mbali na wewe. Sema amina kama unanielewa kitu nasema. Lakini pia nimesema inategemeana na uko kwenye pointi ipi. Unaweza ukakataa pia roho ya umaskini, ukasema ni kweli nilizaliwa duniani ni uchi, nilikuwa uchi nje, lakini nilikuwa na uwekezaji wa Mungu ndani yangu. I have divine investment in me. Sitakufa kwa aibu na kwa fedhea. Lazima Mungu atanitumia kuleta matokeo ya kutisha katika dunia ya sasa. Lazima Mungu atanitumia kuleta matokeo ya kutisha katika dunia ya sasa. Sitaishia hapa nilipoishia. Na katai aibu. Ayubu anasema nalizaliwa uchi na nitarudi uchi. Sasa zingine ni kama kauli ya kiimani hivi. Lakini kumbuka Ayubu hakuja kufa uchi tena. Mungu alimrejeshea mara 7 ya utajiri wake. Kataa roho ya umaskini inayojifunua kupitia kutembea uchi katika ndoto. Sema amina. Lakini pia kataa roho ya uchawi. Wewe unaota uko uchi, unatembea uchi. Fuatilia tu, utakuta bibi zako, babu zako walikuwa na asili ya uganga na uchawi, na ile damu inakufuatilia, ile roho inakufuatilia. Kataa, jitenge huko. Kama ulimuotea mtu ni mchawi, yuko uchi, jitenge na huyo mtu, iharibu ile roho, sawa sawa na mafundisho niliyofundisha jana, namna ya kushinda roho ya uchawi. Tuko sawa? Kama tuko sawa, niambie nihamie kwenye ndoto nyingine. Kama umenielewa punga mkono. Kama umenielewa punga mkono, ama unanifuatilia kwa njia ya redio. Hallelujah. Thank you so much. Hallelujah. Thank you Lord. So kuna wakati ambao unaota uko uchi na hujui maana ya kuwa uchi ni nini. Nimesema ni hizo 4. Namba 1, kuna mfumo fulani wa dhambi ambao unao na Mungu anataka uondokane nao huo mfumo, kwa ujikague. Namba 2, nimesema kuna kutupiwa roho ya aibu na fedhea. Namba 3, nimesema kuna roho ya umaskini, you are tormented the spirit of poverty. Namba 4, nimesema hii ni roho ya uchawi na ushirikina. Unaona, unaongoza kwaya, unaongoza kanisa, alafu baadhi ya washirika unaota ndani ya kanisa ni wako uchi. Hao ni wachawi hata kama ndio maparishweka. Hao ni wachawi hata kama ndio washika kamera. Hao ni wachawi hata kama ndio wazee wa kanisa. Hao ni wachawi hata kama. Lazima uelewe nini Mungu anasema na ujue nini Mungu anazungumza na wewe. Sema amina kama unanielewa. Tuongee ndoto nyingine. Na hiyo tumeelewana, asante sana. Twende ndoto ya pili.
ndoto ya kukimbizwa na ng'ombe, nyati ama tembo. Unapoota unakimbizwa na ng'ombe, nyati ama tembo, maana yake ni nini? Namba moja, kuteswa na roho za asili, mizimu ya kwenu. Kuteswa na roho za asili. Andika, kuna watu utawasaidia siku moja. Kuteswa na roho za asili. Namba mbili, nguvu ya jadi inakupinga, inataka uitumikie. Kuna tofauti kati ya kuteswa na roho za asili na kuteswa na jadi. Jadi maana yake unatakiwa uende ukafanye matambiko, unatakiwa ukafanye zile ibada za miungu za kwenu. Mungu alipomtokea Gideon katika kitabu cha Waamuzi sura ya 6 mstari wa 25, cha kwanza alimwambia nenda kachinje ng'ombe wa Baali baba yako. Ng'ombe maana yake ni nini? Wewe unayeota unakimbizwa na ng'ombe, wewe unayeota unakimbizwa na nyati na tembo, maana yake unapingwa na roho za asili za kwenu, unapingwa na roho ya jadi ya kwenu. Na hizi roho zinakupinga hata kama umeokoka, na ndio maana ufanikiwi. Tulipokuwa tunazungumza kwa habari ya kushinda roho za mizimu, niliwaambia hizi roho huwa zinaotea, hizi roho huwa zinakufuatilia. Ukikaa vizuri zinakuja zinakushambulia. Mwingine akiota hiyo ndoto, hata kama alikuwa ameahidiwa kazi kesho kazi inaharibika. Mchumba alikuwa amekuja kwenye njia yake, ule mchumba anapotea. Huduma ilishaanza kukaa vizuri, huduma inapigwa, inasambaratika. Anaanza kuokota, anaanza tena kujikusanya. Maana yake ni nini? Umeteswa na roho za miungu, unapingwa na roho za jadi. Namna ya kuomba toba ya uovu wa asili ya familia yenu ya kuabudu miungu. Unaingia kwenye toba ya asili. Namba mbili, kutafuta mtumishi wa Mungu mwenye neema ya kukufungua. Mizimu huwezi kujitoa mwenyewe, lazima utafute mtumishi wa Mungu mwenye neema ya kukufungua. Namba tatu, sadaka maalum kwa uongozi wa Roho Mtakatifu. Namba nne, baada ya ukombozi anza kuwa mtu wa kiroho kwa maombi, mifungo na ibada. Sasa watu wanaenda kwa watumishi wa Mungu, wanaekiwa tu mikono, fire, mizimu potea, potea, potea. Baada ya hapo wanarudi kwenye maisha yao waliokuwa wanaishi mwanzo. Mizimu itakuua. Huyu mwingine anasema, baba, mimi niliota nakimbizwa na ng'ombe hadi leo hii sina kibali kazini, yaani nipo nadharauliwa hadi nafukuzwa kazi. Umepigwa na roho za mizimu. Wewe unatakiwa unisikilize, na ile ibada nitakao itangaza ya kuja kushughulikia mambo ya ndoto, uwe kiti cha mbele. Sema amina. Haleluya. Sadaka nimesema, lakini namba 4, baada ya ukombozi anza kuwa mtu wa kiroho. Maombi ya kutosha, mifungo ya kutosha, ibada kwa bidii zako zote, kwani hizi roho huweza kukupima hata baada ya deliverance. Yani unatoka kuombewa mizimu, halafu usiku yanakuja kukuonyesha tupo bado. Sasa baadaye unaanza kuona kama umekata tamaa, unaanza kuona kama hakuna mahali utaenda. Hizi ni roho ambazo unatakiwa uzishinde. Mizimu ni mibaya, andika hii itakusaidia. Unapoota unakimbizwa na ng'ombe, nyati, tembo, hii ni tafsiri unateswa na roho za mizimu. Nimesema mambo hapa mawili kama hujadaka vizuri. Kuteswa na roho za asili, namba 1. Namba 2, nguvu ya jadi inakupinga, inataka uitumikie. Yaani unatakiwa uende ukafanye, wewe ndio uwe chief. Mara nyingi inawatesa watoto watatu, uwe mtoto wa tatu alafu uwe ni mtoto wa kiume. Mara nyingi wanatesa mtoto wa kiume wa kwanza, na wakati mwingine akatesa watoto wote. Inategemea na maagano ya miungu ya familia za watu. Sema amina kama unanielewa. Na hapo ongeza hata unayeteswa na simba, ni roho za asili. Roho za asili. So njia ya kushughulika ni toba ya uovu wa familia kwa kuabudu mizimu,
kujinyenyekeza chini ya mtumishi mwenye neema ya kukufungua. Nasema mtumishi mwenye neema ya kufungua kwa sababu si kila mtumishi ana uwezo wa kushughulika na mizimu. Nilipoanza huduma nimewaambia juzi ya kwamba miaka 7 Mungu alinizuia nisifundishe kuhusu mizimu wala nisiombee watu kuhusu mizimu. Mwaka jana ndio Mungu aliniruhusu. Kwa nini? Kwa sababu ya viwango. Watumishi wengi wameharibikiwa huduma zao, kazi zao kwa sababu ya kuongelea mizimu. Wanaenda kuvunja vunja, na vini ya kuvunja vunja tuno, wanaanza kwa toba maalum. Lakini pia nimesema sadaka maalum. Lakini namba 3, baada ya ukombozi anza kuwa mtu wa kiroho kwa maombi, mifungo, ibada. Kwani hizi roho huweza kukupima hata baada ya deliverance. Yaani umefunguliwa na bado inakupeleka kule Iringa kwenu kule, inakuonyesha tupo. Nafahamu watu ambao tuliwafungua na wakaendelea kupression mpaka Mungu akaja kuwasaidia. Sema amina kaona nielewa kitu nasema. Wewe ambao unasema naona vita hata kusikiliza ibada unakuja usingizi mzito na hali sielewi. Mungu ni rehemu, nisikize neno nipone. Mizimu hiyo inafanya kazi. Mwingine ameshalala kabisa, anangoja simu izimike. Sema amina. Mizimu ni mibaya kwani huotea. Mbaya sana hii. Huotea. You are in the top. Kazi kubwa umepata, unaotewa, unarudishwa mpaka chini. Huduma yako imekuwa kubwa, unaotewa, unarudishwa mpaka chini. Ndoa imeanza kuchanua, inaenda mahali pazuri, unaotewa, unarudi mpaka chini. Kipawa chako kimeanza kuchanua, unaotewa, unarudi mpaka chini. Unaibiwa ile neema uliyokuwa nayo. Mizimu ni mibaya kwani ukosesha. Kuna kotewa alafu ukosesha. Yaani kuna watu ambao makosa wanaoyafanya ya kihuduma, makosa wanaoyafanya sehemu mbalimbali kwa sababu ya miungu ya kwao na madhabahu za kwao. Namba 3, mizimu ni mibaya kwani huzuia mafanikio ya watu. It stop. Inazuia mafanikio. Inashindana na wewe uliamua. Inakupinga usiendelee. Namba 4, mizimu ni mibaya kwa kuwa inaua kabisa. It can kill if you are not serious. Kwa hiyo zingatia hizo namna 4 za kuomba. Unakumbuka namna ya kwanza, toba ya uovu wa familia na kuabudu miungu, kutafuta mtumishi mwenye neema ya kukufungua. Namba 3, sadaka maalum kwa ajili ya uongozi wa Roho Mtakatifu. Namba 4, baada ya ukombozi anza kuwa mtu wa kiroho kwa maombi, mifungo, ibada na utumishi mbele za Bwana. Sema amen. Niseme ndoto nyingine, niseme hii ya 3 alafu tuone tunapoishia. Ndoto ya kufukuzwa na mbwa, kukimbizwa na mbwa. Unaota mbwa wengi wanakufukuza, wanakukimbiza kila mahali. Maana yake ni nini? Zaburi ile sura ya 22 mstari wa 16. Hamna kitu ambacho kiko kwenye Biblia ukiona sijasoma maandiko maana yake nakimbizana na muda. Zaburi ile sura ya 22. Zaburi ile sura ya 22. Ule mstari wa 16, Biblia inasema nini? Kwa maana mbwa wamenizunguka, kusanyiko la waovu wamenisonga, wamenizua mikono na miguu. Angalia ili andiko la ajabu sana. Kwa maana mbwa wamenizunguka, kusanyiko la waovu wamenizonga, wamenizua mikono na miguu. Je, unapoota unakimbizwa na mbwa, mbwa anatamani kukung'ata. Mmoja akaniambia niliona mbwa, nimevaa kaptula napita, mbwa hadi anamwaga mate, anatamani mguu wangu. Maana yake iko roho ya zinaa ambayo imekuwa ikikutamani kwa muda mrefu. Maana yake ni nini? Sasa maana ya mbwa ni nini? Kufuatiliwa na roho chafu.
Mithali ile sura ya 26. Kufuatiliwa na roho chafu. Kufuatiliwa na roho chafu. Hii ni maana ya kwanza. Mithali sura ile ya 26 ule mstari wa 11, Biblia inasema nini? Kama vile mbwa arudiavyo matapishi yake, kadhalika mpumbavu afanya upumbavu tena. Umeona? You know, anyone can make a mistakes, but only foolish people practice the mistake. Mtu yote anaweza kukosea, lakini wapumbavu peke yao hurudia makosa. Kuna aina ya makosa usiyarudie kwa sababu ni alama ya upumbavu. Maana ya kukimbizwa na mbwa na kutamaniwa na mbwa ni nini? Ni kufuatiliwa na roho chafu. Roho kama za zinaa, roho za uasherati, roho za ulafi, yani zote chafu unazojua wewe. Mbwa anatambulika kama roho chafu, lakini kwa sehemu kubwa ni roho ya zinaa. Roho ya zinaa. Kutoka ile sura ya 22 ule mstari wa 31. Lazima tukuonyeshe maandiko uweze kuelewa. Kama uko na mimi sema amina. Kutoka ile sura ya 22 ule mstari wa 31, Biblia inasema nini? Nanyi mtakuwa watu watakatifu kwangu mimi. Kwa hiyo msile nyama yote iliyoraruliwa huko kondeni, na mnyama wa mwitu mtawatupia mbwa nyama hiyo. You'll give it to the dog. Maana chochote kilicho kichafu wewe upashi kukila. So wewe unayeota ama umewahi kuota unafukuzwa na roho ya mbwa, jaribu kufuatilia baada ya hapo maisha yako ya kiroho, usafi wako ulikuwa ni wa namna gani? Kumbukumbu la Torati sura ile ya 23 mstari wa 18. Kumbukumbu la Torati 23 mstari wa 18. Usilete ujira wa kahaba wala mshahara wa mbwa katika nyumba ya Bwana. Umeona? Usilete ujira wa kahaba wala mshahara wa mbwa katika nyumba ya Bwana Mungu wako kwa ajili ya nadhiri yoyote, kwani hayo ni machukizo kwa Bwana Mungu wako yote mawili. Ai, ujira wa kahaba na mshahara wa mbwa. Kile kitabu cha Wafalme wa pili sura ya 9 mstari wa 10 utaenda kusoma, lakini tusome tu Zaburi 22. Zaburi sura ya 22. Zaburi sura ya 22. Wala usio kafikiri shetani anafurahi sisi kufunua haya mambo. Ana hasira kabisa, ndio maana atataka usikilize. Unaandika huku kalamu umeishika unasinzia. Zote hizo ulizoziandika, ndoto za kupaa, ndoto za nini, paka, zote utazisikia. Ziko kati ya ndoto 231. Hakuna ndoto cha msingi. Tulia, ndoto yako itatajwa. Bwana asiwe sana. Zaburi ya 22 ule mstari wa 20, angalia anasemaje? Uniponye nafsi yangu na upanga, mpenzi wangu na nguvu za mbwa. My God. Uniponye nafsi yangu na upanga, mpenzi wangu na nguvu za mbwa. Maana yake ni nini? Unapoota ndoto, mbwa wanakufuatilia, wanamfuatilia mke wako au mume wako. Ni tafsiri ya roho chafu za zinaa, uasherati. Anasema uniponye nafsi yangu na upanga, mpenzi wangu na nguvu za mbwa, from the power of the dogs.
nguvu za mambwa. Ili tafsiri ya wazi ya kwamba unafuatiliwa na maroho machafu. Haleluya. Maana nyingine ya kufuatiliwa na mbwa nini? Ni kuiacha njia ya Bwana kama kuhani. Yes. Isaya ile sura ya 56. Kishaona wewe ni mchungaji na unaota mbwa wanakufuatilia, ni tafsiri ya wazi umeiacha njia ya Bwana. Maandiko yanasema Isaya 56:11, Naam, mbwa hao wanachoyo sana, hawashibi kamwe. Hao ni wachungaji wasioweza kufahamu neno. Wote pia wamegeuka upande, wazifuate njia zao wenyewe, kila mmoja kwa faida yake toka pande zote. So kuna wakati mwingine Mungu anaweza akawa na anakuonyesha mbwa kama kuhani, kama tafsiri ya mtu ambaye ameiacha njia yake au ameacha njia ya Bwana. Namna ya kuomba toba ya kweli toba ya kweli kwa sababu ya kufungua mlango. Lazima uingie kwenye toba ya kweli kwa sababu ya kufungua mlango. Namba 2, kuharibu nguvu ya uovu inayokufuatilia. Lazima uharibu nguvu ya uovu inayokufuatilia. Namba 3, hakikisha unamwona kuhani kwa ajili ya ukombozi. Ndoto ya 4 na ya mwisho kwa siku ya leo. Sasa sijui kama hizi 230 tutamaliza. Zile ambazo Bwana atanisaidia kuzisema nitazisema. Kupotea njia katika ndoto ama kuitafuta njia bila kuiona. Maana yake ni nini? Kupotea njia katika, yaani kuna watu ambao wanaota usiku wamepotea. Anaitafuta njia mpaka panakucha. Anazunguka mpaka panakucha. Maana yake ni nini? Namba 1, njia zako za kiroho zimefungwa. Hiyo ni maana ya kwanza. Njia zako za kiroho zimefungwa. Maana ya pili, ufahamu wako wa rohoni umevurugwa, umefungwa ama umefungwa. Ufahamu wako wa rohoni umefungwa ama umevurugwa. Yaani ukiota kwenye ndoto unatafuta njia mpaka panakucha. Hujui unaelekea wapi. Hujui unafanya nini. Maana yake ni nini? Ufahamu wako wa rohoni umefungwa ama umevurugika. Njia zako za kiroho zimefungwa. Unahitaji kufanya nini sasa? Namna ya kuomba. Omba toba kwa kufungua mlango. Toba kwa sababu ya kufungua mlango. Kuna namna adui amepata nafasi ya kuvuruga ufahamu wako wa rohoni, ama kwa roho ya maneno, ama kwa kujisahau. Omba toba kwa kufungua mlango. Namba 2, omba kufunguliwa ufahamu wa rohoni. Biblia inasema akawafungulia fahamu zao wayaelewe na maandiko. Omba Kristo akufungue fahamu zako, fahamu za rohoni. Omba nuru ya Kristo iingie kwenye fikra zako. Biblia inasema Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao. Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao. Omba Bwana akuletee nuru kwenye ufahamu wako ili uweze kuona njia. Haleluya. Namba 3, omba Bwana aweke nguzo ya moto na wingu katika ulimwengu wako wa roho kukuongoza. Paruka sinta meli kayanto ribosaka yanta rabosai.
Omba Bwana aweke nguzo ya moto. Israeli walipokuwa wanaenda Kanaani, Mungu alichofanya, aliweka nguzo ya moto usiku na mchana pakawepo na wingu. Ukiona namna hiyo, maana yake unahitaji uongozi katika ulimwengu wako wa roho. Omba Bwana aweke nguzo ya moto na wingu katika ulimwengu wako wa roho ili kukuongoza njia, na utaona mabadiliko makubwa. Ndipo utapata njia ya ndoa, njia ya biashara, njia ya uzao. Watu wote ambao wanaota wanapotea njia, wanazitafuta mpaka kesho, angalia maisha yao, hawezi kwenda mahali popote. Hauwezi kwenda mahali popote, maana umepotoshwa njia kwenye ulimwengu wa roho. Njia yako imefungwa kwenye ulimwengu wa roho. Unahitaji msaada wa kiroho zaidi ya bidii ya kibinadamu. Kwa hiyo utaomba Bwana aweke nguzo ya moto. Unaomba kabisa, ni maombi. Weka nguzo ya moto mbele yangu na wingu mbele yangu katika ulimwengu wa roho. Namba 4, washa mienge ya kiroho katika ulimwengu wa roho. Omba maombi maalum ya kuwasha mienge ya kiroho. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nuru itokee kwenye ulimwengu wangu wa roho. Na washa mienge. Mienge si mnaifahamu? Ni taa kali za kale zilikuwa zinaweza kukaa muda mrefu. Washa mienge ya kiroho katika ulimwengu wako wa roho, ndipo utaanza kuiona njia ile ambayo unataka kuiendea. Sema amina katika jina la Yesu. Nimalizie hii ya 5, tuombe na nikuache. Ya 5, wewe unaye kuota ndoto unakula chakula ama unakula nyama. Kuna watu ambao hawashibagi mwilini, wanaota, wanamaliza kula mwilini, wanahamia na rohoni pia. Maana yake ni nini? Kuna jisiwa katika ulimwengu wa roho, vyakula vya unajisi katika ulimwengu wa roho. Namba 1, vyakula vya unajisi, kunajisiwa, wana unajisi ulimwengu wako wa roho. Namba 2, maagano ya kichawi, yani hasa wale ambao ni waombaji. Hii ya kwanza ni kwa ajili ya wale waombaji, intercessors, wachungaji, watumishi, watu wenye bidii na Mungu. Unaota usiku unakula, mara umeletewa kitumbua, mara umeletewa makande, mara ugali, mara unaota unang'ata, kumbe unang'ata mkono wa mtu. Maana yake ni nini? Unanajisiwa kwenye ulimwengu wako wa roho. Na mara nyingi ukishaota hizi ndoto, hata ulimwengu wako wa roho ukaisawa tena. Maana yake nini? Umenajisiwa kwenye ulimwengu wako wa roho. Namba 2, maagano ya kichawi. Wewe ambaye sio muombaji lakini kila siku unakula nyama, mara uko makaburini, mara uko wapi, shasikia mtu anakuambia nimeota leo nakula nyama za watu, nimeota leo unafanya hivi. Jua kabisa huyo ni wakala wa giza, anahitaji deliverance. Ni maagano ya kichawi. Namba 4, kufishwa nguvu za kiroho. Kufishwa maana yake ni kwamba unafishwa nguvu zako za kiroho. Maana yake nini? Chakula mwilini huwa kinatoa nini? Nguvu. Chakula rohoni cha kipepo huwa kinakufisha nguvu. That's a vice versa now. Chakula mwilini huwa kinatoa nguvu. Chakula kile unacholishwa cha kipepo kwenye ulimwengu wa roho kinakufisha. Ndio maana Marko sura ile ya 16 mstari wa 18, Marko sura ile ya 6, Marko sura ile ya 16, Marko ile sura ya 16 mstari ule wa 18, Biblia inasema nini?
watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa. Unatakiwa udake hiyo, hata wakila kitu ama kunywa kitu cha kufisha. Wanalishwa wapi? Yamkini ni kwenye ulimwengu wa ndoto zao, ama wakati mwingine wanapewa kabisa kwenye mwili wa damu na nyama. So wewe ambao umekuwa unaota ndoto unakula kwenye ndoto, maana yake umekuwa unafishwa nguvu zako za rohoni. Namba 4, maagano ya matambiko yanayokutesa, yale uliokuwa unayafanya hapo mwanzo. Yaani kuna watu wametoka kwenye familia ambazo walikuwa wanachinja nyama za matambiko, vyakula vya matambiko, wanakula kupita kawaida. Sasa umeokoka, kile kisusio bado kinachemka tumboni kwako, unahitaji deliverance. Narudia, wewe unayeota unakula, maana yake ni nini? Kunajisiwa katika ulimwengu wako wa roho, maagano ya kichawi kwa njia ya vyakula. Huyu mwingine anasema nilipokuwa mjamzito nilikuwa naota nalishwa nyama mbichi. Maagano ya kichawi. Kufishwa nguvu za kiroho, kama ambavyo chakula kwenye mwili wa damu na nyama kinatoa nguvu, kwenye ulimwengu wa roho kile chakula unacholishwa kinakufisha. Hata kama ulikuwa ni muombaji, ghafla nguvu ya maombi inaisha, ghafla nguvu ya nini inaisha, umekamatwa bila wewe kujua. Maana nyingine ni nini? Ni maagano ya matambiko yanakutesa, yale ambayo mlijihusisha kabisa ya kwamba mnakula. Maagano ya matambiko. Namna ya kuomba toba kwa kufungua mlango. Lazima wewe uwezekani mchungaji unakula tu katika ulimwengu wa roho kirahisi namna hiyo. Kuna aina ya mlango ambao umeifungua mahali, kuna aina ya mlango ambao umeuachilia mahali, na ni mlango huo adui anautumia kwa ajili ya kuharibu maisha yako na kwa ajili ya kukuzuia. Aina ya pili, takasa ulimwengu wako wa roho. Namna ya pili, takasa ulimwengu wako wa roho. Takasa ulimwengu wako wa roho. Namba 3, kataa roho za kufisha. Kataa roho za kufisha. Namba 4, jitenge na roho za kichawi na maagano ya kichawi. Mungu akubariki kwa kunisikiliza. Kesho tutaanzia namba 6 mpaka labda ya 40, Bwana akitupa kibali. Lakini wewe ambaye umekuwa unaota huko uchi, nataka utafute pointi na kuhusu pale, alafu anze kuinua mikono yako, mwambie Mungu juu ya jambo hilo. Funika macho yako, simama popote pale ulipo. Tunaanza kushughulikia ndoto moja baada ya nyingine, ingawa tutakuwa na ibada kubwa sana ya ukombozi. Nitaitangaza ni lini, inahusiana na masuala haya ya ndoto. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, tunakuja mbele zako, utupae maarifa, wewe utufundishae ili ya kwamba tupate faida. Mbele yangu wako watu ambao wamekuwa wanaota wako uchi, wananisikia kupitia mitandao ya kijamii na wengine wananifuatilia kupitia redio, na tumejua ya kwamba uko mfumo wa dhambi na uovu ambao umesimama, Bwana, na umewazuia wasiwe na sitara mbele zako na mbele za jamii zao. Tunasogea kwa njia ya toba na kwa njia ya rehema, Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Ukamrehemu dada huyu, ukamrehemu kijana huyu, ukamrehemu mtoto huyu, ukafungue mbingu kwa ajili yake usiku wa leo. Ukampe nguvu ya kujitenga na kuondoka kabisa kwenye maagano hayo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Wale ambao wametupiwa roho za aibu, roho za fedhea, wakatupiwa ili ya kwamba waaibishwe, wafedheheshwe, warudishwe nyuma, katika jina la Yesu Kristo tunaikataa hiyo roho ya aibu, tunaikataa hiyo roho ya fedhea, tunaitenga mbali nao
kwa jina la Yesu Kristo. Wewe ambaye unahisi umetupiwa roho ya aibu, roho ya fedhea, kataa kwa jina la Yesu Kristo. Rabo shanta manda ribo sika yanta marika talima sika rabo shanta ramalo. Wale waliopigwa na roho ya aibu, waliopigwa na roho ya fedhea, waliopigwa na roho mbaya, kwa jina la Yesu Kristo tunawatenga mbali nazo kwa jina la Yesu aliye hai. Toe kaachia mtu huyo aibu kwenye hiyo ndoa, aibu kwenye hiyo familia, aibu kwenye hilo kanisa, aibu kwenye hiyo ndoa, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tunaharibu kwa jina la Yesu, tunateketeza kwa damu ya mwana kondoo, kwa nguvu ya jina la Yesu Kristo. Wale ambao wametupiwa roho ya umaskini, roho ya umaskini, uchi kama alama ya roho ya umaskini, tunawavisha vazi la heshima, tunawavisha vazi la heshima, vazi la utajiri kwa jina la Yesu Kristo. Ewe roho ya umaskini, toka achia huyo mtu, toka achia maisha yake kwa jina la Yesu Kristo. Wale ambao wanateswa na roho za uchawi, tunaharibu roho ya uchawi kwa damu ya Yesu Kristo, kwa neno la msalaba. Rima saya badia robo shanda rabalo rabasinta labaloria Rama Santa Rabalo, katika jina la Yesu aliye hai na kwa neno la Kristo Bwana wetu. Rima Santa Rabalo, katika jina la Yesu aliye hai, katika jina la Yesu aliye hai. Wale wanaokimbizwa na miungu na mizimu, wape neema na mlango ili ya kwamba wakatoke. Manyoka yanayowafuatilia, machoka yanayowafuatilia, ng'ombe wanaowafuatilia, nyati wanaowafuatilia, kwa jina la Yesu aliye hai. Rabo shanda rabasa, zile roho za mbwa, roho chafu za giza zinazofuatilia watoto wako, tunaziharibu, tunaziseta hata kuzimu katika jina la Yesu aliye hai. Raba shanda rabalo rikana masaka tayaba rabo shanda rabasia rikana rabasika yanta, katika jina la Yesu. Wale waliopumbazwa fahamu zao ili ya kwamba wasione njia, wapotee, wasambaratishwe. Bwana wa majeshi, fungua fahamu zao, fungua akili zao, fungua mawazo yao, fungua njia zao kwa utukufu wa jina lako, in the name of our Lord Jesus Christ, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Karabashanda rabasai. Wale wanaolishwa chakula, weka mkono kwenye tumbo na amuru hicho chakula kitoke, kitoke. Tapika toka, tapika toka, tapika toka, tapika toka. Chakula cha kufisha, chakula cha kufisha kinachoficha maono yao, out, 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 na kutenga na hicho chakula, chakula cha matambiko, mavyakula ya kulishwa yanayokufisha, out, out. Toka kwa jina la Yesu aliye hai. Ninafunga wa mlango tangu siku ya leo katika jina la Yesu aliye hai.